Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka waandishi wa vyombo vya habari na wamiliki wa vyombo vya habari kutumia uhuru wa vyombo vya habari kuhabarisha umma na kutanguliza uzalendo wakati wakifanya kazi zao. Wadau wa mitihani ya kidato cha 6 mkoani Mwanza wametakiwa kila mmoja kutekeleza wajibu wake ili mkoa huo uendelee kufanya vizuri. Na serikali nchini Burundi imewataka wauzaji wa dawa katika maduka yote nchini humo kutouza dawa za malaria kwa raia ambaye hajapimwa na kuthibitishwa kuwa ana ugonjwa huo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla kutumia uhuru wa vyombo vya habari kuhabarisha umma, lakini kuweka na uzalendo wakati wakifanya kazi zao. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za Samia Kalamu Awards uliofanyika usiku wa kuamkia leo, Rais Samia amesema jambo ambalo ameahidi mara kwa mara kwa wanahabari ni kukuza uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo linaonekana wazi. Amesema uhuru wa habari uliopo uendelee kuwa chachu kwa wanahabari, lakini lazima uhuru huo uendane na uzalendo wanapotoa habari kwa jamii. Aidha, amewataka waandishi wa habari kutumia takwimu kutoa taarifa zao, kwani uandishi wa kutumia takwimu una manufaa makubwa kwa jamii na unatoa nafasi kubwa kwa jamii kuona maendeleo yanayofanywa na serikali. Kuhusu matumizi ya lugha sanifu ya Kiswahili, Rais Samia amewataka waandishi wa habari kutumia lugha vizuri ili taarifa wanazozitoa zieleweke na pia kukuza lugha hiyo hapa nchini na ulimwenguni kwa ujumla. Mwanza. Wadau wa mitihani ya kidato cha 6 mkoani Mwanza wametakiwa kuhakikisha kila mmoja anatekeleza wajibu wake ili mkoa huo uendelee kufanya vizuri katika matokeo ya mitihani hiyo ya kitaifa ambayo imeanza jana. Afisa elimu wa mkoa wa Mwanza Bwana Martin Nkwabi ameiambia Radio Kwizera leo kuwa mitihani inaendelea kufanyika, ambapo hadi sasa hakuna vitendo vya ukiukwaji wa taratibu vilivyojitokeza. Bwana Nkwabi amesema watainiwa, wazazi na walimu hawana budi kuendelea kutekeleza wajibu wao ili mitihani hiyo ifanyike vyema na kufanya mkoa wa Mwanza yenye kiwango cha ufaulu wa 99.8 uendelee kufanya vizuri. La pili, tutaendeleza rekodi nzuri ya kutokuwa na vitendo vya udanganyifu au kiukaji wa sheria za usimamizi na uendeshaji wa mitihani ya kitaifa kama ambavyo tumekuwa nayo hasa katika ngazi ya kidato cha 6. Hatujapata kuona changamoto wakati wote. Lakini tunao wito kwa wasimamizi. Wasimamizi wanatakiwa kuhakikisha wanasimamia maelekezo waliopewa na kiapo walichokula. Wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani, wasimsaidie mwanafunzi kumuongezea uwezo, lakini vile vile wasifanye vitendo vitakavyopunguza uwezo wa mwanafunzi kukabili mtihani wake kwa usahihi. Na mwisho, sisi sote tunafanya juhudi, lakini mfanikishaji ni Mungu. Kwa hiyo kila kundi lina wajibu wa kukaa mbele za Mungu kwa ajili ya jambo hili. Afisa elimu huyo wa mkoa wa Mwanza amesema zaidi ya watainiwa 6800 na 1137 wa kujitegemea wanafanya mitihani ya kumaliza kidato cha 6 mkoani Mwanza katika vituo 51, huku 618 wakifanya mitihani ya ualimu. Kigoma. Ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa imetoa misaada kwa wakazi wakati ya Katubuka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma waliovamiwa na maji katika makazi yao kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha mkoani humo. Mkurugenzi wa operesheni na maafa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Kanali Celestine Masahamado amekabidhi misaada hiyo kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma ambayo itairatibu na baadaye kuwafikishia walengwa. Imeelezwa kuwa watu hao walioathirika na mafuriko ya mvua kwa sasa baadhi yao wamelazimika kupanga maeneo mengine na wengine kuishi katika baadhi ya madarasa ya shule ya msingi majengo. Tumeleta tani 15.6 za mahindi, magodoro 283, mablanketi 283, mikeka 283
na pesa taslimu milioni 18.6 kwa ajili ya kununua kilo 4,600 za maharage. Msaada huu umetolewa kwa ajili ya kuwatosheleza wananchi hawa kwa kipindi cha mwezi mmoja, wakati wanaendelea kufanya mipango ya kurudi kwenye hali zao walizokuwa nazo pale awali. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Ndengenye akizungumza mara baada ya kupokea misaada hiyo, amesema mikakati inafanyika ili kuifanya kata ya Katubuka inakuwa salama bila kuvamiwa na maji. Hata yale ambayo kama serikali tumefanyia kazi ya nini kifanye katika mipango ya muda mfupi, wakati na muda mrefu, serikali bado inafanyia kazi, lakini tunaendelea kwa matumaini wananchi wetu kwamba kama ambavyo serikali imeanza kuwagusa kupitia misaada hii ya kibinadamu, ndivyo ambavyo pia itafanya kuhusu suluhisho la kudumu la eneo hili pale katika muda ambao utakuwa mwafaka na baada ya wataalamu kushauri ipasavyo. Bwawa la Katubuka limeanza kujaa maji miaka 2 iliyopita baada ya maji hayo kutoweka kwa zaidi ya miaka 20, hali iliyosababisha wananchi kuanza kujenga eneo hilo, na sasa maji yamerejea na kuleta taharuki kwa wananchi. Bukoba. Changamoto ya elimu ya usimamizi wa fedha kwa baadhi ya wajasiriamali mkoani Kagera imeelezwa kuwa chanzo cha wao kutokukua kibiashara na kuwa na biashara ya uhakika, huku wengine wakifilisika. Hayo yameelezwa na baadhi ya wanawake wajasiriamali wakati wa semina iliyoandaliwa na halmashauri ya manispaa ya Bukoba kwa kushirikiana na taasisi ya Stein juu ya usimamizi wa fedha ya kibiashara. Wanawake hao wakiwemo Zawadi Idi na Alvina Benedicto wamesema kuwa katika harakati za ujasiriamali wao wameanguka kibiashara kutokana na kushindwa kupangilia fedha za mitaji yao. Hatua zilizopita imeliweza kunipanua katika utumiaji wa pesa na uingizaji wa pesa na utunzaji wa pesa, kwamba unapokuwa unafanya kazi ya kutafuta kipato lazima uwe na mipaka, ujali muda, ujali kazi yako unayotaka kuifanya inahitaji kiasi gani na ni sehemu gani utaweza kufanya. Elimu niliyoipata leo itaweza kunisaidia hata mimi kwenye biashara yangu kuweza kuepukana na changamoto ambazo nazipata na kuongeza ufanisi kwenye biashara yangu, maana mimi ni mjasiriamali na ni mpishi. Mratibu wa semina hiyo Bwana Godfrey Ndianabo amesema kuwa baadhi ya wanawake wamekuwa wakiwekeza kwenye biashara bila kupata elimu ya pesa, jambo ambalo hujuta baada ya mtaji kupotea, na kwamba wameamua kutoa elimu hiyo ili kuwasaidia wanawake kukua kibiashara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Serikali nchini Burundi imewataka wauzaji wa dawa katika maduka yote nchini humo kutouza dawa za malaria kwa raia ambaye hajapimwa na kuthibitisha kuwa ana ugonjwa huo. Rai hiyo imetolewa na mratibu mkuu wa mpango wa serikali wa kudhibiti ugonjwa wa malaria nchini humo, Dr. Pierre Sinarinzi, na kuitaka jamii kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kiongozi huyo amesema kuwa tabia ya jamii kuchukua hatua ya kujitibu malaria bila kupata vipimo katika vituo vya afya na hospitali ni hatari, na miongoni mwa madhara ni kupoteza maisha. Hata hivyo, Dr. Sinarinzi amewataka raia kuacha tabia kuchangia dawa ili kutibu ugonjwa wa malaria, kwa kuwa katika zahanati na hospitali zote nchini humo kuna dawa za kutosha. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema anapanga kufanya kazi pamoja na rais wa Uturuki Recep Erdogan ili kumaliza vita vya Ukraine na kushughulikia pia hali nchini Syria na mzozo wa Gaza. Trump ameeleza hayo kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social usiku wa kuamkia leo, muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais Erdogan. Trump pia amearifu kuwa Erdogan amemwalika kuitembelea Uturuki, na vile vile kiongozi huyo wa Uturuki atakwenda Washington mnamo tarehe ambayo haikutajwa. Uturuki iliyo mwanachama wa jumuiya kujihami ya NATO ina mahusiano mazuri na Urusi na Ukraine, na mara kadhaa Rais Erdogan amesema nchi yake ni sehemu mwafaka ya kufanya mazungumzo ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla kutumia uhuru wa vyombo vya habari kuhabarisha umma
na kutanguliza uzalendo wakati wakifanya kazi zao. Wadau wa mitihani ya kidato cha 6 mkoani Mwanza wametakiwa kila mmoja kutekeleza wajibu wake ili mkoa huo uendelee kufanya vizuri. Na serikali nchini Burundi imewataka wauzaji wa dawa katika maduka yote nchini humo kutouza dawa za malaria kwa raia ambaye hajapimwa na kuthibitishwa kuwa ana ugonjwa huo. Waza Wazua. Msikilizaji, sehemu ya kujifunza, usiende kama mwalimu. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.